Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji vipindi vyetu vya JPTV habari za uhakika. Mimi naitwa Dr. Masi. Subscribe, like na kushare. Bwana, mimi naendelea kukuletea zile updates za walimu wasio na ajira. Watu mbalimbali wameibuka wakilizungumzia kwa namna wao wanavyoelewa. Na leo mezani kwangu, au mezani kwetu, tuko na Askofu Daktari Bagonza. Anazungumziaje swala hili la ajira katika nchi yetu ya Tanzania? Tumsikilize kidogo. Siwezi kuliita tatizo wala changamoto. Labda ningeazima maneno ya Waziri Mkuu mstaafu hayati Edward Lowassa. Alisema yeye aliita ni bomu. Swala la ajira alisema ni bomu linalosubiri kuripuka. Kwa hiyo tuna tatizo kubwa. Nikiangalia hapa mezani kwangu, ninapokea maombi ya kazi kwa level zote. Kuna wenye PhD wanaomba kazi, kuna wenye masters wanaomba kazi, kuna wenye bachelors, diploma, certificate, mpaka darasa la 7 wanaomba kazi. Haya, huyo ni Askofu Dr. Bagonza. Amekwambia yeye haiti tatizo, bali yeye anasema hili ni bomu. Lakini anasema mfumo wetu wa elimu wa Tanzania kazi yake kubwa ni kuandaa watu kuajiriwa na sio kuandaa watu kujiajiri. Kwa hiyo tuna mfumo wa elimu ambao unaandaa watu kuajiriwa. Tuna mfumo wa elimu ambao unaandaa watu wetu kuajiriwa, sio kujiajiri. Huyo anaitwa Askofu Dr. Bagonza. Akiwa anaelezea mfumo wa nchi yetu wa elimu ambao mfumo huu umebezi sana kumwandaa mtu kuajiriwa, kumwandaa kijana kuajiriwa na sio kujiajiri. Sasa tukiachana na hayo masuala mengine, tukiongelea swala la walimu wasio na ajira, NETO, Non-Employed Teacher Organization, hawa yeye mwenyewe kazungumzia hawa walikutanaje, kwa sababu unajua watu mpaka wanakutana na kuanzisha umoja. Walikutana wapi? Shida zinaunganisha watu kuliko raha. Umoja wa walimu wasio na ajira, sidhani kama kuna mtu amefika huko akipiga kampeni. Yaani shida zimeshtukia, zimefanya nini? Zimewaunganisha, na serikali ikawasaidia kwa sababu walikuwa wanaomba, wanaingia kwenye kanzidata, wanakwenda wanakutana kwenye usajili, wanatapeliwa na watu wanaopenda rushwa. Kusanyeni 200,000 tutawaingiza, zinaliwa na hawaajiriwi. Alafu wakajikuta wote sasa wanaungana. Vile vile amesema kwamba swala hili la walimu lisiposhughulikiwa ipasavyo, kuna watu wenza wakajiunganisha wakatengeneza umoja wao, na mfano mmoja alioongelea ni umoja wa watengeneza majeneza. Wenza nao wakaanzisha umoja wao na wakatikisa nchi. Mimi naitwa Dr. Masi. Hii hapa ni JPTV habari za uhakika. Usahau subscribe, kulike na kushare. Vile vile ameongea swala la kumpongeza Waziri George Simba Chawene, ambaye baada ya kuona waraka wa walimu wasio na ajira akaamua kuwaita ofisini kwake. Napenda kumpongeza sana Waziri George Simba Chawene kwa kupata hekima ya kuwaita kuzungumza nao. Kama ulipitwa na habari zetu, kuna video hii hapa unaweza kuangalia, au hii hapa. Unaweza kuifuatilia hapa. Zote hizi mbili hizi zinaelezea sakata la walimu wasio na ajira. Kwa hiyo bado hujapitwa, pitia hapa kwenye ukurasa wetu hapa, pitia katika channel yetu ya YouTube hapa, utaona hapo hizo video na utazifuatilia. Chawene. Lakini mbali na George Simba Chawene kuwaita walimu, bado askofu anasema kwamba kuna watu wanamhujumu. Kuna watu wanamhujumu Mheshimiwa George Simba Chawene. Lakini nahisi nia yake njema inaanza kuhujumiwa. Inaanza kuhujumiwa na wenye kazi. Yaani sijui ni polisi, sijui ni wasiojulikana. Wao wana kazi, wanalipwa. Sasa wanaanza kuwahujumu watu wanaotafuta kazi. Nyinyi mna kazi, kwa nini mnawaonea hao wasio na kazi? Wanapoanza kuona polisi wanawinda hawa sijui nini, sio sawa. Hawaitaki serikali yetu mema. Hawa watu Sasa kama yeye ameamua kuwaita na kukaa nao mezani kama msimamizi mkuu wa ajira na kuzungumza nao na kufikia mwafaka, maana nakwambia George Simba Chawene anafanya kazi kwa maelekezo ya rais. Kwa hiyo
polisi na watu wengine ambao wanasumbua vijana, askofu amewazungumzia hapa. So mimi najaribu kukuchambulia yale maneno ya askofu Daktari Bagonza. Umesikia kamata hoji, hii sio sawa. Anasema kwamba kutokana na takwimu zake mwenyewe anazodai kwamba walimu wasioajiriwa ni wengi kuliko walimu walioajiriwa. Tuna walimu wengi wasioajiriwa kuliko walioajiriwa, na hii sio sawa. Vile vile Askofu Bagonza ameongelea swala la mtaala mpya ambao umeletwa na serikali kwa ajili ya kuwa mwarobaini kuanzisha ama kutengeneza vijana waweze kujiajiri kwa maisha yao ya baadaye. Unaweza kuwa mwarobaini, lakini ndio kwanza umeanza. Sisi hapa tunashughulika na tatizo hilo mkononi, kwamba tuna wahitimu wamejaa. Lakini yeye Dr. Askofu Bagonza anasema yeye yuko tofauti, kwa sababu tudili na tatizo la sasa hivi, vijana wa sasa hivi ambao hawana ajira, serikali iwafanyie sio sawa. Hawa vijana wanahitaji kusikilizwa. Wakikosa mtu wa kuwasikiliza, shetani atawasikiliza. Na akiwasikiliza hatutapata mahali pazuri pa kukaa. Lakini sasa tunatengeneza mtaala ambao product bado haijatoka. Mtaala ambao umeanzishwa bado haijazalisha matunda yoyote, na ambayo serikali inaweza ikajivunia ikasema tumeanzisha mtaala mpya na product yake ndio hii iko mtaani imejiajiri. Kwanza mimi I'm very pessimistic about it. Toka amewahi kusoma yeye, sasa nakwambia Wizara ya Elimu ni wizara inayobadilika, viongozi wanabadilika. Baada ya hapa atatoa msimamo wake, yeye anashauri nini serikali sasa. Tumsikilize hapa. Tangu nianza shule nikihesabu mawaziri wa elimu wa nchi hii, nafikiri sasa wanafika 40. Sasa yuko rafiki yangu haya Profesa Adolf Mkenda, sijui atakuwepo mpaka lini. Si ndio juzi wamefungua sera ya elimu, wamezindua sera ya elimu. Kesho Mkenda ataondoka, ataletwa Mera Brakasho kwa waziri wa elimu, anasema ondokana na mambo ya amali haya, anakuja na cha kwake. Kesho kutu atakuja Eliudi, anaondoa vya Brakashekwa. Ushauri wake ni nini sasa kwa serikali? Tunahitaji kuhitimisha masuala ya kuchokonoa mfumo wetu wa elimu. Mwisho kabisa amezungumzia swala la kama yeye angepewa mamlaka katika nchi ya Tanzania, angeanza na sekta gani ambayo sekta hiyo ingeweza kupunguza kama sio kuondoa kabisa tatizo la ajira. Hakuna serikali duniani inayoajiri watu wote. Haipo. Watu wengi wanaajiriwa na sekta binafsi. Sekta binafsi katika taifa letu imegeuzwa ni mshindani wa serikali badala ya kuwa mshauri na mdau wa serikali. Sekta binafsi sio kwamba kuwa na kampuni kubwa ama kuwa na mtaji mkubwa. Aliongelea kama vile mama ntilia ambaye anaweza kaajiri watu 2 3 akapunguza tatizo la ajira katika mtaa. Serikali imwangalie, na akatoa mfano wa nchi fulani ambayo anasema kwamba kama mtu umeweza kuajiri watu zaidi ya 4, serikali kuna vitu inakupunguzia kwa sababu unakuwa umesaidia kupunguza tatizo la ajira katika nchi. Lakini tofauti katika nchi yetu, ukifungua biashara kidogo, basi watakuja watu wenye kazi, wataanza kusumbua watu wasio na kazi. Mimi ni Dr. Almasi, hapa JPTV, habari za uhakika. Kama hujapata habari zetu ambazo zimekupita, basi kuna video 2 ambazo tumeshaongelea swala la tatizo la tumeshazungumzia swala la walimu wasio na ajira NETO, sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Kwa kama umepitwa, subscribe, like na kushare, alafu vingine utaviona hapo. Asanteni.